Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Nikusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ni mimi ndugu yako Adam Komba kutoka kwenye madhabahu hii ya EAGT mji wa makimbilio kwa Pastor na Bishop Anthony Michael Asenga. Ndugu yangu, ningependa nishare na wewe neno hili la Mungu kutoka kwenye Injili ya Luka sura ya 19 mstari kuanzia wa kwanza. Neno la Mungu linasema, naye alipoingia Yeriko alipita katikati yake. Huyu ni Yesu. Alipoingia Yeriko alipita katikati yake. Na tazama, palikuwa na mtu jina lake Zakayo. Alipofika hapa Yeriko, kulikuwa kuna mtu mmoja hapa Yeriko anaitwa Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Zakayo alikuwa ni mkubwa mmoja katika watoza ushuru, pia alikuwa ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani. Huyu tajiri, huyu mtu mkuu anatafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu. Tajiri ameweka juhudi za kumtafuta Yesu ni mtu wa namna gani, lakini akashindwa kwa sababu ya umati wa watu ambao ulikuwa umemzunguka Yesu, maana ni mfupi wa kimo. Huyu tajiri pia sifa yake alikuwa ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumwona, kwa kuwa atakuja kuipita njia ile. Action aliyoifanya ikambidi akimbie mbele, apande juu ya mkuyu, kwa sababu alijua Yesu atakuja kupita kwenye njia ile. Na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Nini nataka tujifunze kwenye hili neno la Mungu? Tumwangalie Zakayo na hiki alichokifanya, lakini pia tuangalie upande wa Yesu na kile ambacho amekifanya. Ni kitu cha ajabu sana kumwona mtu ambaye Biblia inamuacknowledge kama ni tajiri na pia ni mtu mkubwa katika nchi. Kwa nyakati zetu, Zakayo ni kama bosi wa TRA, au kwa namna ambavyo sisi tunajua kama Watanzania, watu wa TRA, na ni bosi mkubwa wa TRA. Lakini huyu bosi wa TRA anafanya nini? Anachukua hatua za kumtafuta Yesu ni mtu wa namna gani. Na yamkini alikuwa kwenye maisha yake ameshasikia kwamba Yesu anarehemu watu, Yesu anaponya, Yesu anafufua, Yesu anatembea juu ya maji. Sasa akawa anatafuta kumwona huyu mtu anayefanya hayo matendo makubwa ni mtu wa namna gani. Lakini alikuwa na vizuizi mbalimbali katika kumfikia na kumwona huyu Yesu. Kitu ambacho alikifanya ndio kitu cha kipekee na kitu cha ajabu sana ambacho kinastaajabisha. Ni kwamba bosi anakimbia na anapanda juu ya mti, tena mti unaoitwa mkuyu, ili amuone Yesu ni mtu wa namna gani. Maana Zakayo alichukua hatua ya unyenyekevu, hatua ya kutokuona aibu, hatua ya kuvunja vizuizi vyote vinavyoweza kumzuia mtu asimtafute Mungu. Yeye akavivunja hivyo vizuizi ili amuone Yesu ni mtu wa namna gani. Lakini ukija pia kwa upande wa Yesu, angalia Yesu alivyokuwa ni Mungu mwaminifu, Mungu anayejali. Alikuwa na msafara wake, akaahirisha ule msafara baada ya kumwona huyu mtu anamtafuta yeye kwa bidii. Na Biblia inasema yeyote amtafutaye Mungu kwa bidii atamuona. Siku hii Yesu akamwona Zakayo, akaahirisha msafara wake, akamwambia Zakayo, imenipasa kushinda nyumbani mwako. Yesu akaenda nyumbani mwa Zakayo, akala pamoja na Zakayo. Lakini maandiko yanatuambia siku hii wokovu uliingia nyumbani mwa Zakayo. Nini nataka nijifunze na wewe? Wewe na mimi tumechukua hatua gani katika kumtafuta Yesu, kumjua Yesu? Na je, umezuiliwa na vitu gani ambavyo vinakufanya usimtafute Yesu? Yamkini cheo chako. Kama cheo, Zakayo alikuwa ni mtu mwenye cheo, lakini alikiweka chini cheo chake, akaweka juhudi ya kumtafuta Yesu. Kama ni status, Zakayo alikuwa ni mtu mwenye status na heshima ya juu, lakini akavivunja hivyo vitu vyote, akatafuta kumjua Yesu ni mtu wa namna gani. Nikushauri ndugu yangu, yamkini dini yako, familia yako, status yako, utajiri wako au fedha zako zimekuzuia katika kumtafuta Yesu. Lakini moyo wa unyenyekevu kama wa Zakayo na kuombea uingie ndani yako, pasipo kuangalia hivyo vitu vilivyokuzuia, ili umtafute kumjua Yesu ni mtu wa namna gani. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Ni mimi ndugu yako Adam. Amen.